Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo ni mfululizo wa khutba iliyotangulia tulipoizungumza kwamba kuna dharura ya kuzisahihisha ada zetu na mazoea yetu. Tukasema kwamba mwanadamu anabebwa na ada zake na mazoea yake. Ima aweza kuwa katika ada ambayo ni sahihi ijabi, au akawa katika ada ambazo ni salbi, akawa kwa kufuata yale aliyoyakuta yakamfikisha pazuri au yakamfikisha pabaya. Na tukasema kwa mifano mingi kwamba mara nyingi tukiangalia jamii yetu leo, katika kitu kilichoumiza sana ni kwamba ada na mazoea imekuwa ndio msingi wa maisha yetu. Uko tayari katika kila kitu unaishi na maisha haya kwamba wewe waendeshwa na mazoea na ada na jambo lilivyozoeleka. Sasa vitu kama hivi kwa kuwa ndio tegemeo limefanya mara nyingi tukawa nyuma katika ibada, tukawa nyuma katika muamala, tukawa nyuma katika maendeleo, kwa sababu kila kitu wewe umekosa tochi sahihi ya kukulekeza. Kwani laweza kufanya jambo kwa wakati fulani likawa lina maslahi, lakini wakati huu halina. Nilipiga mfano wa yule binti alofundishwa samaki, kupika samaki. Akaona kwamba samaki yule anakatwa kichwa na mkia, lakini kiakili alikataa huyu, mbona kichwa na mkia, kwa nini? Ambia hailiwi. Basi kama itakuwa hii kichwa ni sumu na mkia, na huyu samaki pia itakuwa ni sumu. Lakini ilipouliziwa ni kwamba niliona dadangu akifanya hivyo, dada nilimuona mama akifanya hivyo, mama asema nilimuona bibi akifanya hivyo. Mwisho bibi alipoulizwa alisema, wakati wangu mume wangu alikuwa hana uwezo wa kile kikangio, ile karai ilikuwa ni ndogo sana, akimleta ule samaki hawezi kuingia kuenea ndani ya karai, ikabidi lazima tukate sehemu tutoe kwa sababu ili samaki haive vizuri, na tukaona sehemu haina nyama nyingi ni kichwa. Kwa hivyo huyu alifanya kwa dharura ili aweze samaki kuiva, lakini walokuja nyuma kwa mazoea wakaona samaki kula kichwa ni haramu. Na mifano mingi tukaipiga, lakini pia utakuta mpaka katika fikra, namna ya kufikiri, tunafikiri kwa ada na mazoea, ambavyo vitu kama hivi ndivyo vinavyoharibu. Tukasema dini yetu imetuletea mwongozo katika kila tunalolitenda. Sisi egemeo letu liwe ni kitabu na sunna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akamfanya ndio uswa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mkonacho kwa mtume wa Allah kiigizo chema. Kwa nini upewe mtume awe kiigizo chema? Ili usitatizike katika kuishi kwako, usifanye mambo kidhania ya kusaidia kumbe yanakuharibia. Kwa sababu tabia ya mtume kama vile anavyosema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake, akionyesha kwamba hakuna jambo ambalo litawafikisha kwenye kheri au jambo litakalowafikisha kwenye shari, ma yuqarribukum ila aljanna au ma yub'idukum anin nar illa amartukum bihi. Chochote kitakachowafikishia kheri, kiwape thawabu, au chochote ambacho kitawapa dhambi, mimi nishawaelezea, kwa sababu kazi yake mtume ni kazi iliyoendana na umbile lake. Allah tabarak wa taala alivyomsifu mtume ni kwamba umbile lake hakubali muumini akose kheri. Umbile la mtume hakubali muumini aingie kwenye shari. Kwa maneno yake anaposema katika Qur'ani kwamba huyu mtume sallallahu alaihi wasallam, ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Amewajieni mtume kutokana na nafsi zenu, hataki mupate tabu.
Mzazi hataki mwanawe aingie kwenye matatizo. Kwa hivyo kila baya mzazi anamkanya mwanawe. Hivi ndivyo Mtume kwa umma wote, kwa ulimwengu wote, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hakubali wewe uingie kwenye matatizo. Kwa hivyo jambo lolote la shari Mtume atakuhadharisha nalo. Harisun alaikum, anapupa na nyinyi muwe katika kheri. Kila jambo litakalowapa punje ya thawabu tumekesha kuelezea. Kwa hivyo hakuna kupata tabu ya kuunda mambo yako ya kukuletea thawabu au ya kujinyima kheri zilizoko duniani kwa kukimbia dhambi. Dhambi na thawabu, muangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafundisha. Alilofundisha kufanya lina kheri kwako, alilokataza ndio Allah akasema ama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Alilowaletea Mtume chukueni moja kwa moja, alilowakataza basi komekeni nalo, halina kheri na nyinyi. Lakini pia ada hizi zikafika zikatuharibia mpaka mfumo wa kufikiri. Ikawa mfumo wetu ni mmoja. Nikapiga mfano kwamba leo katika sisi kila mmoja ajua mfumo wako wa kutoa hukumu kwenye jambo ni mambo mawili. Ukaambiwa neno, ima utasema naam au utasema la. Mtu ima akupende au akuchukie, hakuna la tatu, ambao si mfumo sahihi. Hii ni ada. Lakini muangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuundia mfumo wa tatu, kwamba mtu aweza kukupenda, mpende na mtangaze, mwambie nakupenda kwa ajili ya Allah. Mtu anaweza kukuchukia, lakini kuna nafasi ya kumfanyia wema alokuchukia kupenda. Usibaki hanipendi simpendi, hujafika. Hiyo ni Adam, mazoea yetu. Lakini angalia kisa cha bwana mmoja anaoitwa Thumama. Thumama alikuwa ni kiongozi katika kabila lao na alikuwa ni adui ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumama huyu alikamatwa na masahaba, wakamshika wakamleta msikitini, akafungwa ndani ya msikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja, Thumama ndiye huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Thumama, wasemaje? Manake hapa uko chini ya ulinzi, chaguo lako ni nini? Thumama jeuri akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, maamuzi ni yako. In qatalta dha damin, kama utaua mtu mwenye damu, ina maana na nyinyi mtauawa, si tatizo, ni uamuzi wako. Na kama utasamehe mtu mkaribu. Yani akatoa maneno ya jeuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mpeni chakula. Akaachwa pale msikitini tena siku ya pili, akiangalia mazingira ya watu wanavyoabudu Allah. Sisi mtu anayemwambia Mtume maneno mabaya haya kiakili kwamba alikuwa amalizwe siku ile ile, lakini Mtume akampa fursa aone wema wa ibada za Kiislamu zinavyofanywa, akampa na fursa pia ya ihsani ya dunia. Anamtolea Mtume ujeuri, na Mtume asema mleteni maziwa, peni maziwa anywe. Siku ya kwanza, siku ya pili, maneno hayabadiliki, yale yale makavu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mfungueni, mwacheni. Thumama hakwenda mbali, akarudi akamwambia, wallahi katika dunia hii hakuna mji nilochukia kama huu mji wa Madina, lakini kuanzia leo hakuna mji ninaupenda kama Madina. Hakuna mtu nilokuwa nikimchukia kama wewe Muhammad, lakini kuanzia leo hakuna mtu nampenda kama wewe Muhammad. Sasa nipe amri, kwa sababu wale jamaa Maka kujigamba kwa wote chakula kinatoka kwangu, kijijini kwangu. Nipe amri kwamba wale nisiwape punje ya mtama, wafe njaa wakauke, kwa sababu chakula chote mimi ndiye mwenye ghala ya chakula. Angalia alivyosema, alikuwa adui ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ameshikwa, kifo kiko mbele yake, bado mjeuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume alifungua mlango kwamba kama hanipendi, kama anichukia, mimi nijaribu kumwadilisha machukivu yake, niyafanye wewe.
Hii ni mifumo ambayo ipo, lakini kwa kuzoea, kimazoea, fikra zetu haziendi hapo. Nakumbuka nikitunga khutba hii, mwalimu mmoja apiga mfano, asema alikwenda chuo fulani cha dini, wanafunzi siku ile likawa somo, yeye alikuwa ni mkaguzi wa inspector katika kuangalia masomo ya wanafunzi na walimu. Alipoingia mwalimu azungumza salatul istisqa, ile sala ya kuomba mvua, akaisherehesha vizuri. Alafu yule inspector akauliza swali wanafunzi, akawaambia, je, tunapotaka kumetokea mzozo baina ya imamu na mwadhini, mwadhini ataka kuadhini kwa ajili ya kuita watu kwa salatul istisqa. Imamu asema hapana, haina adhani salatul istisqa, ni kusema salatul jamia, hakuna kuadhini, utasema salatul jamia. Katika hawa watu wawili nani walopatia? Wote wakasema imamu. Hakuna adhani, ni kusema salatul jami. Kwa sababu gani? Amewaambia katika watu wawili akili zao zishaamini kwamba mmoja atakuwa amepata, mmoja amekosa. Yule akamwambia la, salatul istisqa haina adhani wala haina salatul jami, hakuna sunna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu akili zao zaamini mambo ni mawili, naam au la. Haya ndiyo maisha ambayo yamebebwa sana na mazoea katika dunia yetu. Ukiangalia matatizo yetu mengi yanapatikana kwa sababu hukumu tunazozitoa pia ni hukumu ya mazoea tulizozoea katika maisha yetu. Leo insha Allah tuzungumzia mambo yatakayotusaidia. Ni mambo gani yatakikana uwe nayo ndio uweze kuwa na uwezo wa kusahihisha mazoea yako. Jambo la kwanza, al-i'tiraf. Mwanadamu ambaye ataweza kuishi vizuri ni yule anayetambua, anayekubali kosa lake. Mtu ambaye hakubali kwamba mimi nimekosa, hivi si sahihi, hii si sawa, huyu hawezi kupata usawa, kwa sababu akili yake imekubali kwamba hapa ndipo sawa. Sasa utamsawazisha vipi? Hawezi kuondoka. Ni mfano wa mtu anayefanya maasi na mtu anayefanya bid'a. Mtu anayefanya bid'a ni rahisi, kwa sababu anaifanya maasi, ni rahisi kutoka kwenye maasi kwa sababu yeye ajua hiki ninachokifanya mimi sio sawa. Sasa huyu siku akiamua kutoka ni rahisi sana, lakini anayefanya bid'a, kwa sababu bid'a ni mfumo wa jambo unalolifanya ukitarajia limefanana na sheria na unapata ajiri. Sasa kitu unaamini wapata thawabu, hiki ni kitu cha dini, utakiacha vipi? Sasa lazima ukitaka maisha yako yawe sahihi katika kupambana na ada zako na mila zako na mazoea yako, lazima ukubali. Na jamani, mara nyingi Waislamu hatuziangalii zile nusus katika dua tunazozisoma, hatuzingatii kwa upana. Angalia dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arina al-haqqa, Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah. Mola turuzuku, tuonyeshe haki, sio kuiona tu, na uturuzuku kufanya nini? Kuifuata. Ina maana waweza kuiona haki lakini ukawa huna moyo kuifuata. Sasa wamtaka msaada kwa Allah tabaraka wa taala uione ile haki. Kuiona haki ndiyo i'tiraf, kule kuikubali ile haki kwamba hii ni haki, hapa nimekosea. Bali sisi itirafu yetu inakuja mara nyingine katika kukimbia wajibu wetu. Mtu anapewa jukumu, alijua, lakini kwa ajili ya uvivu asema sijui. Ile kazi anaijua, lakini kwa uvivu hataki kuifanya, jibu anasema sijui. Anakubali hajui na hali
Wajua haya ni mazoea ambayo batil salbi, ni mazoea mabaya. Itirafu ni pale unapoikubali, kukubali jambo kwa lengo la kusahihisha kwamba kweli hapa mimi sivyo na ninavyotakikana nifanye vipi, nifanye hivi. Wasema imamu mmoja amezoea kwamba swala ya Ijumaa ni khatibu kila siku. Swala ya Ijumaa anaanza na khutba alafu swala. Siku hiyo ghafla pamepotea, khatibu amechelewa, wa swala ya Idi akakaribishwa. Moja kwa moja mfumo wake ule ule akaanza kuhutubu. Lakini kisha alipoanza akakumbuka hapana, hii ni swala ya Idi, kwanza utangulia nini? Swala, alafu ndio ikaja khutba. Sasa angesema mimi nishapanda hapa sishuki tena, hakuna swala, hakuna Idi. Tumeelewana? Lazima muumini awe tayari kukubali. Na ndiyo utakuta Allahu tabaraka wa taala katika kutufunza sisi jambo hili kwamba dhambi ina katika sababu moja ya kusamehewa mwanadamu ni kukubali lile kosa lake. Akatufundisha katika Qur'an mitume kadhaa. Nabii Allahi Adam na mkewe Hawa walipotenda dhambi la kula ule mti, Allah asema qala rabbana innana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mola, tumejidhulumu nafsi zetu, tumekubali kwamba tumefanya dhulma. Kwa hivyo usipotusamehe na ukaturehemu, sisi tutakuwa katika hasara. Kule kukubali kwao Allah tabaraka wa taala ndio sababu ya kuwasamehe madhambi yao. Nabii Allah Yunus alipojikuta yuko kwenye tumbo la samaki, nini kilichomuokoa? Ni kukubali kosa lake, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mara nyingi utakuta uharibifu unapopatikana, waangalie wanafunzi shuleni, chanzo cha kuharibikiwa, kufukuzwa shule, mtu amekosa hataki kukubali kosa lake. Nyumbani mume ana matatizo, hataki kukubali kwa madamu ni mume sikosei. La, unaweza kukosea, wewe ni mwanadamu. Kwa hivyo kubali kosa lako. Utakapolikubali kosa lako itakuwa ni sababu moja ya kutafuta sasa njia sahihi iko wapi. Kwa hivyo itiraf ni moja katika mapambano makubwa ya kukusaidia kutoka kwenye mawazo yale. Jambo la pili, ar-raghba. Ni lazima tukitaka kufaulu kwenda vizuri, kuweza kurekebisha yale mazoea na ada zetu, tuwe na tabia ya kupenda kile haki, kupenda la sawa. Mara nyingi sisi huwa hatuna raghba na kutafuta usawa, itabaki wewe na hawa. Sasa ukiiweka hawa mbele, huipendi haki, huwezi kufikia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaweka ni sharti ya iman, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hawezi kuwa muumini mmoja wenu mpaka hawa zake ziwe nyuma, nilokuja nayo yawe mbele. Kwa nini? Kwa sababu utakapojijengea hawa zako, hata ukalekezwa, wanasema katika mambo yenye kumfanya mtu kujiendeleza mwenyewe akasonga mbele ni mambo manne. La kwanza, antakuna sahiba irada, ni wewe mwenyewe uwe tayari wapenda kile kitu. Ukikipenda basi bila shaka kwa ugumu wake utakifanya. Zamani nilikuwa nikisoma nikiona baadhi ya maswahaba, Abu Huraira alileta istighfar mara 1012. Sasa hili lilikuwa, hawa walikuwa na uwezo gani? Kikao kimoja alete istighfar mara 1012. Huyo mtu alikuwa ana nguvu gani? Kumbe si nguvu, ni mapenzi. Jamani, leo watu hukaa na simu masaa 5 akachat masaa 5 huko hivi. Kumbe yawezekana. Abu Huraira hakuwa na nguvu hivyo, lakini alikuwa na mapenzi na Allah tabarak wa taala. Waambiwa fulani katika wema waliotangulia alikuwa akisoma juzu 10 kwa siku. Wasema iliwezekanaje? Nguvu gani ya kusoma juzu 10? Kumbe yawezekana. Wewe waweza kusoma story 100 za kwenye WhatsApp pata 10.
Kwa nini? Kwa sababu wapenda. Kwa hivyo moja katika lenye kumfanya mtu akasonga ni kujenga mapenzi katika analolifanya. Ukisha kupenda utafanya kisichowezekana. Lakini kama huna mapenzi, hata ukafundishwa ukafanyiwa kila kitu. Nimeshangaa, kuna klipu moja leo nimeipata. Bwana mmoja azungumzia matokeo ya shule zetu sehemu fulani hapa Pwani. Shule imefanya vibaya sana, haina hata mwanafunzi mmoja, na ni shule ya Mombasa town ya kwenda university, alipata maksi za kumwezesha university. Alafu akapiga mfano akaileta shule ambayo iko kwenye boda ya Somalia na Kenya. Walimu siku zote hukimbia kwa ajili ya uchache wa usalama. Shule hii watoto wake wote wanaenda university. Sasa ikiwa hii shule mpaka ina upungufu wa walimu, lakini watoto wote wameweza kupata alama za kwenda university, na shule zetu hizi zilioko mijini, na kila ubora na kila nafasi na kila fursa iliyoko katika shule hizi, jitihada zinazofanywa, tukapata wenye kufeli ni wengi. Sababu nini? Kwa nini wale ambao hawana sababu ya kupasi wakapasi, twenye sababu ya kupasi tukafeli? Irada. Kule kuwa na raghba katika unachokifanya ni njia moja ya kukusaidia. Jamani, hivi wewe upewe suke la mahindi kubwa kiraa kimoja, utafune mpaka umalize, utakuwaje? Kwa umri wako wa miaka 30 huwezi, lakini utampata mtu wa miaka 60 na pane ya marungi na ataila yote. Utashangaa, huyu vipi, huyu mzee ana nguvu gani ya kutafuna? Wallahi, ukapewa nyama robo kilo huwezi kula yote. Suke moja la mahindi huwezi kulimaliza kwa umri wetu, lakini atapiga tena sana, napiga kilo na nusu. Na vijiti vigumu, havina utamu, hazina chochote. Kwa nini? Amependa. Kwa hivyo moja katika lenye kututoa kwenye mazoea ni lazima tujenge upendo wa kupenda mazuri. Tusipokuwa na upendo wa mazuri, tutabaki yatuumiza mazoea, yatupeleka kwenye mabaya, tuamalizika kiuitimai, yani kila hali, kidini, kiutu, kila mahali twenda nyuma, lakini tuko hapo hapo kwa sababu hatujayapenda mazuri. Ni moja katika silaha kubwa, kama vile tunavyokubali kwamba hili si haki, hili si zuri, hili halitusaidii, vile vile tuyapende yaliyo mazuri. Lakini la tatu, ittikhadhul qarar. Lazima ukitaka kutoka kwenye mazoea yako mabaya, uwe tayari kuchukua uamuzi. Huwezi kuondoka kirahisi. Hakuna mazuri yanayofikiwa kwa kulala. Hakuna mazuri yanayokuja kwenye kitanda kilotandikwa yasmini. Kila mazuri lazima usacrifice. Na moja katika mwanzo wa kusacrifice ni katika kutoa uamuzi. Utakuta mara nyingi hata maamuzi yetu ni maamuzi ya mazoea. Jambo lilozoeleka basi ni hivyo hivyo. Nafurahi kuna mmoja katika wasomi apiga mfano. Lau utapata sehemu uende utembee ukute kuna barabara mbili za treni, lakini moja ni muattad, haifanyi kazi, haitumiki. Treni yatumia ile moja peke yake. Wewe umesimama ukakuta watoto wengi wacheza katika ile barabara ambayo treni inafanya, kwenye ile reli ya treni, na mtoto mmoja kwenye ile mbaya yuacheza peke yake kule. Sasa lau itatokezea treni, wewe waweza utailekeza vipi ile treni? Itumie ile mbaya kwa ajili au itumie hii nzuri? Kimazoea kwamba hawa ni wengi, treni ikija hapa itaua watoto wengi. Kiakili na mazoea ilivyozoeleka kwamba ua mmoja uokoe, ndio hukumu rahisi itatoka. Imezoeleka hata hawa madereva kwambia huwezi bana ukaua gari zima kwa ajili pita naye, lakini sio hivyo, si kila mahali. Kumbuka yule mtoto alocheza kwenye barabara ambao haitumiki, yule yuko makini, akili yake yakubali kwamba hapa hakuna madhara. Sasa huyu yuko hatarini kuliko wale wanaocheza kwenye barabara inayotumika, kwa sababu wale wako alati kwamba ikitokezea, lakini huyu amini kwamba hakutokezei kitu. Kwa hivyo itakuwa huyu kufa ni haraka kuliko wale wengi.
Lakini pia ile mpaka haitumiki, labda imekatika njiani, tukimlekeza apite ile, kule mwisho treni itaanguka, itaua mamia ya watu. Sasa kiakili, heri kufa kwa wengi ni harusi. Mazoea mabaya. Nani alikwambia kuna kifo cha harusi? Kufa kwa wengi ni kuangamia. Lakini leo ni misemo yetu ya Kiswahili, kufa kwa wengi ni harusi. Wapenzi, katika kuchukua uamuzi, kinachotakikana tu ni umakinifu na kutumia upole na kulisoma lile tatizo na kuangalia badili gani itastahiki, pamoja na kuangalia mwisho wa jambo hili impact itakuwa nini. Kinachotusumbua pia katika kuchukua uamuzi, mara nyingi tutachukua uamuzi wa haraka. Na uamuzi wa haraka bila ya dirasa, mara nyingi uamuzi ule utaleta tatizo. Wasema bwana mmoja alikuwa meneja kwenye kiwanda fulani. Ametoka ofisini na presha zake, yuatembea kuangalia wafanyikazi. Akamwona kijana ameegemea ukuta, ametulia, ameegemea ukuta, hata amelala. Akaenda akamshika yule, akashtuka ile kijana, twende hapa, hatukuleta watu kulala. Akaja naye mpaka ofisi ya muhasibu. Amwambia, wewe unapokea mshahara pesa ngapi wewe? Yule ashtuka, alikuwa amelala. Nakwambia kwa mwezi unachukua pesa ngapi? Yule akasema riali 2000. Andika vocha, mpe riali 2000. Sitaki kukuona, kwenda usirudi tena. Lakini alipokaa baada ya muda akampigia yule muhasibu. Yule kijana yuwafanya upande gani katika kazi zake? Akamwambia, mwanzo kumuona leo. Wewe umemlipa? Akamwambia, bosi, nilifikiria labda mfanyiwa kazi wa nyumbani kwako, umesema nimpe pesa, nampa kama bosi. Akiulizwa yule kijana, kumbe uleta mahamri pale kwa wafanyikazi. Wanatoa oda ya viazi, Taufiki ipo. Wanatoa oda ya viazi, yuwaletea, labda pale aondoke na 200, ameondoka na karibu 1060. Kwa nini? Kwa sababu ya maamuzi ya haraka. Haya mambo matatu yamezoeleka. Lazima tukitaka kuondoka kwenye mazoea, tutumie makini mambo haya matatu. Kwanza, kuwa na itirafu, kukubali kwamba hili halifai, hili halinisaidii, lakini vile vile tulipende lile linalotusaidia. Na la tatu, tuwe makini kuchukua uamuzi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.